wewe mjanja unapenya na kupenya. Yale mawe yanakuja, yale mawe yanazuia, umeelewa? Yanazuia, kwa hiyo yanazuia, yanaweka mipaka, yanamfunga huyu asiweze kufanikiwa. Mchana wa leo lazima tukavunje kila law zinazokuja. Haleluya. Lazima tukaangushe njoo hapa sikuruhusu. Lazima tukaangushe kila madhabahu, kila matamko, kila malao, kila mashela yaliyosimama juu ya mashako. Mtu wa Mungu, jinsi ulivyo sivyo ulivyo Mungu akalivyokusudia wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Anasema kitabu cha Zaburi 163, anasema watakatifu walio duniani hao ndio walio bora na ndio nao pendezwa nao. Ni wewe. Baba, hebu nimalizie hapo, soma kitabu cha nani Haraka hapo. Malaki 4 sura 2. Kumbe na dakika 12 bado, twendeni hapa. 12. Nimeenda dakika 20 au nimalize? Sasa twende. Mama juu, umeshaolewa? Umeolewa? Bado. Wewe uje kanisani kama nimekupenda sana. Unamngangana Pastor Nuhu. Kabisa, nimeona kajembe sana. Unamngangana kwa jina la Yesu mtawe. Vijana wakaone maono kwapo. Amen, twende. Lakini kwenu nyinyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Bado shuka chini. Nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama wa mazizini. Maisia. Nanyi mtakanyaga mizimu, malo ya mababu, malo ya polisi yaliyofunga maisha yako. Ukilala unaona nyoka na kufuata, ukilala unaona watu waliokufa, unaolewa wengine wanaolewa uolewi, ukiolewa unaachika, unashindwa kuelewa ni kitu gani. Ukija kufuatilia unaambiwa naye mama yako alikuwa hivyo, unaambiwa naye bibi yako alikuwa hivyo akolewa, na wajina wako alikuwa hivyo. Umekuwa unaitwa mashamba, ndio maana umekuwa shamba. Umekuwa haleluya, unaitwa shida, umekubali. Kumbe yule shida bibi yake alipitia shida, alipitia wakati mgumu, akamwambia mwanangu, hii mimba hii mtoto anaweza na mitamuta shida kama alivyopita na binti yake. Maana watakuwa majivu. Maana kila kumbukumbu iliyosimama juu yako, mimi nakwambia wewe ukijitambua ni wa thamani, haijalishi ndugu zako wangapi wameshindwa kuvuka. Kuna vitu unaviona kwa wengine mlivyoviona, unajitahidi kupambana hujafika ngambo yako. Lakini mchana leo nakwambia kwamba ukimwamini Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yako, hata kama akwambia hata usaliji, utakuwa kwanza kwenye ukoo wako, wengine watakuja kwako, wasema mwezaji, wasema faraja. Kumbe ni Bwana, kumbe ni Yesu, ameyatenda yote mkono. Usijidharau. Hakuna haja kukimbia mjini. Hapa Miega Mungu anaweza kukubariki. Hapa Mungu atainua maisha yako. Acha kule mjini wameandaliwa mjini. Wewe uko mahali hapa utafungua maduka mazuri. Bwana atakuinua. Lakini na moja tu ni kuamini Bwana na kutoka katika giza. Sasa Malaki anasema jua lenye kuponya mbawa. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtu kafunikwa, giza limemfunika. Pale Malaki anasema jua lake litakuzukia. Anahitaji aone jua apate kuona mwanga. Maana yake unapoona jua unajua kabisa ninakwenda wapi. Haleluya. Unapokuwa unauoni maana yake huwezi kujua unakwenda wapi. Watu wamefunikwa. Tunafanya ukombozi wa fikra kwa Mungu. Haleluya. Kuna watu wameshikwa. Sasa unaweza kumwambia mtu habari ya wokovu, anakuambia habari ya dini. Samia, mimi sina shida na habari ya dini. Mimi kama dini, watu wa dini tunaona wa dini wako ovyo. Tunataka habari ya kumwamini Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yako. Yaani ndio msingi.
Eti kusema watu wanataka wa Kristo wenyewe mnawajua wengine wako mahali kwa wanashinda vilabuni. Si ndio hivyo? Wanajitetea nani wenyewe? Sasa kuna haja gani ya kuwa Kristo namna hiyo? Tunataka habari ya wokovu. Maana habari ya kukombolewa. Anaposhuka Yesu anakukomboa, anakomboa kila kitu chako. Amen. Sawa Bwana. Basi. Nipende kule sawa. Sikika kaja. Unakuja tena ile jamaa Tabora lile. Likagweni mbarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Yes. Kwa hiyo watu wamieka. Mimi nakwenda kumalizia baada ya dakika ngapi tano kama. Kwa hiyo Mungu